Naitwa Tatu Rajabu. Hasani ni mdogo wangu. Ni mdogo wangu sababu ni kijana ambaye nimewalea mimi mwenyewe hapa. Alipata ajali ya kupigana na vijana wenzie Jumamosi. Sawa. Akawa amekimbizwa Oljoro. Akiwa amekatwa panga kichwani. Amekimbizwa Oljoro. Lakini Oljoro akakataa kumshona. Sasa kwa sababu ni vijana wakawa wamerudi naye nyumbani. Kesho yake wakawa wamempeleka kwenda kushonwa. Wanaishi ghetto, ni vijana hao. Baadaye nilipopata taarifa zake nikamchukua, najiandaa kumchukua nimpeleke hospitali. Nipo kwenye gari akawa amefariki. Hayo majeraha amekaa nayo takriban siku 3 mpaka leo mauti ulipomkuta. Kwa kweli ni kijana ambaye alikuwa hana shida na mtu, mpole, mcheshi, mnyenyekevu. Kwa hiyo hakuwa na shida na mtu yote hapa mtaani. Na aliletwa tu akiwa tayari ameshaumia. Na baada ya hapo kurudishwa bila kupatiwa matibabu yoyote, nyinyi mlifanya jitihada angalau atibiwe? Ndio, asubuhi tulimrudisha hospitali, alienda na mdogo wake hospitali, akawa ameshonwa ile sehemu pale pale alipokuwa amekataliwa mara ya kwanza. Akawa amepelekwa tena pale pale, akawa ameshonwa na dawa za maumivu akawa amepewa. Kwa hiyo baadaye sasa wakati nimeingia ndani hapo ghetto kwao kumpatia uji, alikunywa tu vizuri na nini. Nikawa nimemwacha na mdogo wake, nikawa nimetoka, akanipigia simu akaniambia amezidiwa. Kwa hiyo niliporudi katika harakati za kumchukua kumkimbiza hospitali akawa amefia njiani. Mpaka sasa hivi kwa sababu tulikuwa tunasubiri kauli yake, yeye apate kauli atueleze basi kwamba nani alimshambulia. Lakini ikawa bahati mbaya hajatuambia bado. Mpaka mauti yamemkuta. Hapana, kuna muda alikuwa anaongea, kuna muda haongei hivyo. Alikuwa ananiambia tu natafuta funguo zangu. Yaani maneno yake mengi ilikuwa tu ni anatafuta funguo. Sasa hajatuambia kwamba ni funguo za wapi, lakini alikuwa ananiambia tu natafuta funguo mama, namwambia funguo gani unatafuta? Akaniambia mimi natafuta funguo zangu. Nilimkuta tu pale. Maana si anajulikana. Kwa akampeleka paka wapi? Kituo cha polisi. Kapewa ile barua inaitwaje sijui. Akamleta hapa. Alipomleta hapa na mimi kweli nikashindwa hata kulala, nikanyosha tena moja kwa moja hospitalini. Asante. Ndio hicho kitu ambacho kimenikumba. Ndugu yangu ameniacha. Asante. Yaani huyo ndio kaka yangu wa pekee. Mama mmoja na baba mmoja. Baba alitangulia, mama yuko hai sasa hivi. Kwa tulibakia tu wawili. Kwa ndio tulikuwa tunasaidiana kwa kila kitu. Kwa mimi ndio nilikuwa nimesimama kipaumbele yani mpaka leo hii ameniaga katika mikono yangu. Jina lake halisi anaitwa nani? Anaitwa Hasani na Kembetwa. Alikuwa anajishughulisha na shughuli gani? Kakangu alikuwa na studio. Mimi nilikuwa nimeajiliwa pale Magogo. Na wakati alitoa hiyo saa 3 labda alikuambia chochote? Saa 2, saa 1 amenipigia wakati nipo kazini. Tukaongea tu vizuri, akaniambia ukienda pale hivi kuna huyu mdogo wetu Abu. Unitumie SMS nimpigie niongee naye, nikamwambia sawa. Haya. Basi mimi nilipofunga kazi nikawa nakuja namtumia SMS, kimya, majibu hamna wala hata ipigwe simu. Nikawa na wasiwasi. Tumekaa hapo watatu. Huyu hapa Daudi na mdogo wangu huyu Abu. Tunashangaa analetwa, kumwangalia na ngeu. Kweli nilishikwa na huzuni hapo hapo. Kwa mlikaa naye Jumamosi, Jumapili, kwa nini mlikaa naye siku zote hizo? Tulimpeleka hospitali. Nilimpeleka hospitali. Kweli nilijichanga kadri niwezavyo.
Kafanikiwa kile kidonda kikashonwa. Na daktari akanipatia zile vidonge kawa natumia. Ni kwamba alivamiwa wakamwibia ni vibaka ama alikuwa na wenzake? Kisema kweli mimi sijui, maana ameletwa kumuuliza kweli alikuwa haongei. Simu nikamuuliza simu sasa iko wapi hata niambie niwajulishe hata ndugu zangu. Hamna haongei. Kwani nilipigwa na butwaa. Kwa tangu ameletwa hajazungumza lolote. Yaani ukimsalimia, yaani imezidi sana sekunde 3-4. Anasemaje? Yaani nikumsalimia tu anaitikia basi. Lakini nilishukuru alikuwa anakula chakula, alikuwa anatapika. Kakako alikuwa ni mtu wa namna gani? Kakangu alikuwa tu ni mpambanaji wa kawaida. Anajishughulisha na hii studio. Sawa usanii alikuwa anaimba lakini alikuwa hajakomaa sana. Level yake ilikuwa bado, yani niseme changa, yani sawa na mtoto mchanga, yani bado anatamba. Una wito gani kwa serikali? Kwa ujumla mimi nimepokea taarifa tu kwamba kama ulivyonipigia simu, nikafika eneo la tukio nikaambiwa kuna msiba umetokea, lakini nilipofika hapa sijakuta mwili, sijakuta chochote. Nilichokikuta mimi ni kwamba kuna msiba umetokea, na bahati nzuri ndugu wa karibu wa marehemu wamejaribu kunieleza baada ya kuwauliza nini kimetokea. Wakanieleza ndugu yao alipata majeraha, alipata majeraha, kaletwa hapa wakamkimbiza hospitali kupata matibabu, na leo wakati wanamrudisha wanampeleka tena hospitali kupata matibabu kwa mara nyingine, amefariki njiani wakiwa naenda hospitali. Kwa hiyo kwa ujumla nawapa pole, natoa pole, maana taarifa ni nguvu kazi imepotea. Kwa maelezo ya ndugu wa marehemu alishambuliwa kichwani. Jambo la msingi tukio kama hili linatokea, kwanza mtu awahishwe kupata huduma za kwanza au matibabu, lakini la pili kufuatilia kujua sasa chanzo hasa ni nini, maana inavyoonekana hajaumia ndani ya mtaa, ameumia maeneo ya duka la simenti kwa maelezo ambayo nimeambiwa. Sasa duka la simenti ni mtaa mwingine, ni kata nyingine, lakini taarifa hizi sasa nimeshtushwa kupata taarifa za msiba, kupata taarifa nyingine yote kwamba kuna mtu kaumia au anahitaji msaada wala. Kwa majina anaitwa Salim Rajab Dagau. Kwa kweli tukio hili la wiki jana kwa kweli limenihuzunisha mimi kwanza mwenyewe, kwa sababu ni kijana bado mdogo, nguvu kazi ya taifa ya kesho kutwa. Sasa kwa kweli hii imenihuzunisha zaidi. Taarifa nimeipata kama ndugu alivyozungumza. Mimi nilikuja hapa nikawa muda umeenda, nikakuta gari inaondoka. Kwa hiyo kwa kweli taarifa rasmi sijaipata. Baada ya kuulizia nikaambiwa kuna kijana amefariki hapa, sasa amepelekwa mochwari. Kwa hiyo sikupata mtu au kumpa maelezo zaidi ya ndugu ambao walikuwa wameshaondoka na mwili. Kwa kweli jeraha nimeliona kwamba, lakini sikujua ni kwa jeraha limeonekana kama haijulikani la panga au la amepigwa jiwe. Kwa hiyo jeraha lipo, ila sijajua nini zaidi kimesababisha hiyo. Unawapa tahadhari gani wananchi ambao mmefika? Kwa kweli vijana wetu wa mtaa huu na sehemu zingine nawapa tahadhari. Sasa hivi ni hali ni mbaya, kwamba hali ni mbaya kwa sababu vibaka wamekuwa wengi. Kwa hiyo ni kuchukua tahadhari, na hata wao vijana wachukue tahadhari. Na pia mambo kama haya na wao pia wanatoa taarifa kwenye serikali ya mtaa, ili kama kuna mhalifu ambaye yuko maeneo ya wanayomjua